Njoni wenye mizigo yote yenye kuwalemea, njoni kwangu nitawapumzisha. Jitwikeni nira yangu, maana ni nyepesi, mzigo wangu si mzito. Ndio ile siku ambayo Bwana alitaka aanze kutembea na wewe. Na mimi nasema kwa jina la Yesu aliye hai, maana yeye ni mwaminifu, na vile aliahidi kwako, basi akakutendee kwa jina la Yesu. Vile alisema juu ya maisha yako, basi akufanyie kwa jina la Yesu. Hakuna magonjwa yatasimama kwako, hakuna mateso yatasimama kwako, hakuna udhaifu utasimama kwako. Yoyote anasikia sauti hii, inasema kwa jina la Yesu aliye hai, kile ameahidi Bwana atatimiza tu. Amemwambia aliyetoka, nenda katika kisima kinachokabili Yordani, hapo utapata maji, nitatuma njiwa watakulisha, hautakaa na njaa. Elia akatoka kwa kulisikia neno la Bwana, akatenda sawa na Bwana alivyosema, akakaa katika kisima. Maandiko yanasema ya kwamba sikapita siku chache, maji yakakauka katika kisima, lakini neno la Bwana likamjia, likamwambia, ondoka Elia, ondoka mahali hapo, maana utaangamia. Ndio vile ninamwambia mtu mmoja, wala usiogope, Yesu yuko na wewe, anaenda kukutoa, anaenda kukuinua, anaenda kukubadilisha, anaenda kukushindia. Wewe sikia neno lake, alafu ulitende, uone kama atafanya, uone kama atatenda. Kwa jina la Yesu aliye hai, Yesu anakupenda. Ni mtenda miujiza, yeye anatetea wale waliosikia. Yesu anapita, Yesu anapita. Kipofu Bartimayo akapiga kelele, maana alisikia Yesu anatetea, alisikia Yesu anaponya, alisikia Yesu anatetea, akasikia Yesu anapita, Yesu anapita, akasema huyu ni Yesu. Akapiga kelele, akasema yeye mwana wa Daudi. Wakamwambia nyamaza kimya, lakini akasema mwana wa Daudi, unirehemu, kwa sababu alisikia Yesu anaponya. Amesema nijaribuni kwa njia hii, na mimi naambia nijaribuni kwa kumtii na kushika neno. Uone kama atatenda kwako katika madhabahu hii. Uone kama Mungu hatakuja kwa ajili yako. Ile maandiko yanasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 18, anasema nalimuita Bwana na nilimlilia Bwana siku ya shida yangu, na kumlalamikia taabu zangu. Kilio changu kikafika mbinguni, sauti yangu ikaingia masikioni mwake. Bwana alizinamisha mbingu kwa ajili ya mtu mmoja, yule anayelitii neno lake na kuitii sauti yake. Mungu anasikia. Amen. Mkishika sheria zangu kweli mkanipenda, basi maneno yangu yataingia kwenu. Na mkinipenda, Baba yangu atawapenda. Baba yangu akiwapenda, sisi na Baba yangu tutakuja kwenu, atakuja ndani yako. Kwa jina la Yesu aliye hai, neno la Mungu ni kweli na hakika. Mungu habadiliki na hatabadilika. Acha watu wakutazame sasa hivi wanavyokuona, lakini kesho watasema, je, ni yule? Na utaambia ndiye, ila Bwana amenibadilisha, ila Mungu amenipigania. Bwana wa vita amesimama kwa ajili yangu. Utaambia Bwana ndio alisimama. Maandiko yanasema kama milima izungukavyo Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Basi kama Mungu na Mwana watakuja kwako na Roho Mtakatifu atakaa kwako, basi wamekusiringira kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Hakuna wevi wala majambazi wakatakaopenya. Bwana atakuwa mwamba na kigao chako. Bwana atakuwa usalama na boma ya maisha yako. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, hakuna udhaifu utakaokuataki, maana Bwana anakaa kwako, maana Mungu anakaa ndani yako, maana Yesu Kristo anakaa ndani yako. Anasema Bwana, uwe ngao na kigao, uwe boma ya maisha yangu. Nami ninasema Yesu Kristo ni boma ya mtu mmoja, ni usalama wa mtu mmoja, ni ulinzi wa mtu mmoja. Ninasema kwa jina la Yesu, mbegu yote ambayo alikupandia Yesu Kristo na Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai na Roho Mtakatifu wanakaa kwako sasa, na vyote vilivyokuwa ndani yako vinakimbia na kuondolewa. Vile Yesu anaingia katika hekalu, walizoea kuuza na kununua, lakini anachukua mcheledi, anawacharaza, anasema nyumba hii imeandikwa nyumba ya Baba yangu iwe ni nyumba ya sala. Ninyi mna
wanauza na kununua. Na mimi ninasema kama mwili wako ni hekalu la Kristo, hakuna magonjwa yatakayokaa kwako, hakuna mapepo yatakayokaa kwako, kwa jina la Yesu aliye hai. Maana imeandikwa ya kwamba mtasema neno na hilo neno litakuwa, lakini watafanya mashauri si juu ya Bwana, na kila mashauri yao yatabatilika kwa jina la Yesu aliye hai. Imeandikwa ya kwamba tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Ninasema magonjwa ya kuua na kuangamiza hayana nguvu juu yako. Magonjwa ya kukutesa na maumivu hayana nguvu juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Ahadi zake ni za milele. Amesema ya kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya. Tutakunywa vya kufisha wala havitatudhuru. Tutakamata nyoka hawatatung'ata kwa jina la Yesu Kristo. Nini kinakusumbua? Ni nani anakutabisha? Kati ya yote hakuna ambalo litashindana na Kristo. Amen. Amen. Mambo yote katika ulimwengu yatapita, ila neno litasimama. Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Kama hilo neno halitatoweka, ni hili ninalokuambia, ni neno la uzima. Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Anakukomboa sasa. Unatoka mahali ulikuwa na watu wanakushangaa, sio kwa sababu ulikuwa na pesa, sio kwa sababu ulikuwa na elimu kubwa, ila kwa sababu ya neema yake aliyoiachilia juu ya ulimwengu mzima, juu ya wale wanaomkimbilia, juu ya wale wanaomfurahia. Nami ninasema kwa jina la Yesu, roho za kuhangaika hazitakaa kwako, roho za kutangatanga hazitakaa kwako, roho za vifungo hazitakaa kwako. Isaya anasema ya kwamba katika kile kitabu cha Isaya 42 kuanzia mstari wa 22, anasema watu hawa wamefungwa, wamewekwa magerezani, wametupwa katika mashimo, hakuna asemayerudisha. Lakini sisi tunasema kwa jina la Yesu aliye hai, waachie haki yako, waachie maisha yako, waachie njia zako, waachie biashara zako, waachie kazi zako, waachie nyota zako kwa jina la Yesu aliye hai. Kila walichokuibia ninatamka kwa jina la Yesu wakiachie sasa. Ninatamka kwa jina la Yesu waanze kuachia, wala hatutawabembeleza, ila ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Maana nimepewa uwezo wa kunena. Bwana amenipa uwezo wa kuwa nabii juu yako. Ninasema kwa jina la Yesu, kila nguvu za giza zianze kutetemeka, zianze kuogopa, zianze kutishwa kwa jina la Yesu aliye hai. Maadamu unalisikia neno la Mungu na kile anasema ndicho kinakuwa kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni ajira zilisumbua, Bwana anaenda kufanya mlango. Kama ni biashara zilikuwa zinaharibika, Bwana anaenda kufanya mlango. Uharibifu unaondolewa, uharibifu unaondolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana anamwambia Musa, anasema nimezunguka vya kutosha katika milima ya Seiri, elekeni mashariki, elekeni. Bila anamwambia Elia, anasema maji yako yamekauka.